Kila mtu hapa ndani ni mgonjwa. Na kama tulikuwa sisi si wagonjwa, tungekuwa tuko wapi saa hizi? Mbinguni. Mungu anasema aje na sisi mchana huu leo? Anasema ya kwamba kama vile alivyowaahidi wana wa Israeli jangwani, na kwamba wakizitii sheria na amri zake na kusikia sauti yake kwa bidii, hatafanya nini? Hatatia magonjwa yale yaliyokuwa wapi? Yaliyokuwa Misri juu ya wana wake. Si ndio? The same thing, the same verse is still applicable in our lives even today. Ningependa kwamba kila mtu akaweze kuonyesha silaha yake kwake. Wale wenye silaha, wale wanaotambua kwamba wako vitani. Manu yako iko hapo ndani. Mweka hapo. Haya. Na nyinyi wengine ziko wapi? Okay, sabato ya leo kama vile tumekwisha kufahamu kwamba inaongozwa na idara ya afya, na tukiwa tuko kipindi cha sermon, kichwa ya fundisho letu nasema kwamba the heart is deceitful. The heart is deceitful. Yaani moyo ni mdanganyifu, si ndio? Na kabla hatujasonga mbali, ningependa tu kuuliza, nani anaweza niambia huu moyo unamaanisha nini? Ni moyo gani? Ni huu una pump damu hii yenye iko hapa. Huu moyo unaelewa kitu? Unajua wakati mwingine nasikia mtu anasema moyo waniumiza sana, halafu anashika hapa. Huu moyo huu unaweza kutambua jambo lolote? Ni moyo upi ambao unazungumziwa? Ni nia, si ndio? Moyo ambao Biblia inazungumzia ni gani? Ni nia. So mtu anaposikia amechoka akisema moyo unamuuma, hafai kushika huu, si ndio? Na wengine hata huwa wanasema moyo waniuma alafu anashika hapa. Unajua hapa hakuna kitu, hapa katikati hakuna kitu. Hii sehemu kuna lungs, huku kuna lungs, hapa kuna liver, na huo moyo uko hapa, huyo akupa damu. Sasa mtu akisema moyo waniuma, unafaa ushike kichwa useme haki moyo waniuma. Happy Sabbath. Happy. Tukaweze kuomba. Our Father, we thank you so much again. As I will be standing before your people, it is my desire and my prayer that you may speak for me, speak to me, and speak through me. And that is my humble prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mtu aweze kunisomea Proverbs 4:23. Proverbs verse 4:23. Atasoma. Methali 4:23 inasema hivi. Nasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndipo zitokazo chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko nini kanisa? Yote ulindavyo. Kuliko vyote ulindavyo. Maana humo moyoni kuna nini? Chemichemi za uzima. Kuna chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Binadamu huwa mara nyingi ana tabia kulinda kitu kama nini? Anaweza ilinda hata yuko tayari auliwe, lakini make sure ameilinda. Yaani hata anauliwa lakini ailinde hivyo hivyo. Ni nini binadamu anaweza linda to that extent? Pesa na mali. Si ndio? Mali ambao ukikufa utazikwa bila hizo mali. Si ndio? Sote hapa I believe mwenye anaweza kufanya kazi anang'ang'ana kutafuta pesa. Si ndio? Lakini mara nyingi tunapotafuta pesa huwa tunasahau sehemu ya maisha ambayo pia ni ya maana zaidi, na tunakosa tunakosa muda wa kuilinda. Na basi tunapokosa muda wa kulinda nia zetu, basi hata ule uzima wa milele pia tunakosa kufanya nini? Tutakuwa tunajiandaa kwa kuikosa. Biblia inasema ya kwamba, ukisoma kwa Kizungu inasema ya kwamba keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So katika moyo zetu au katika akili zetu
Hapo tu ndipo mahali Mungu huwa anafanya nini? Anazungumza na sisi, si ndio? Na ningependa kuwapea ka story fupi. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa amewekeza mali yake katika benki fulani, na alielekea katika benki ile kuchukua pesa, na alipokuwa anachukua pesa alikuwa angalia huko kuna baki balance, yani kumebaki shilingi ngapi. Na basi siku moja alipoendea pesa akiwa anazihitaji kuliko hizo siku zingine huko nyuma, alipofika pale akaambiwa your account is what? Your account is empty. Yani hana kitu. Basi akauliza wenye benki, mtanisaidia, mimi ni mgonjwa, nahitaji pesa niweze kwenda wapi kwa matibabu. Na alipojieleza, benki kamwambia we are sorry, hatuwezi kukusaidia, hata credit score zako ziko very poor, na tukiangalia assets zako saizi zenye uko nazo, none of them are under your name. Huwezi kutulipa hii pesa hata kama tutaamua kukupea pesa. We are sorry. So this man left the bank. He went to the hospital. Akaenda akajieleza, na baada ya kujieleza kwa madaktari akaambia ni kweli pesa yenye mko mnataka nimeenda kwa bank, wamesema hawawezi nisaidia, hawawezi nipea pesa. Madaktari wakamjibu kwamba laws ama rules are rules, na ni lazima uweze kulipa ndio uweze kufanya nini, ndio uweze kutibiwa. Na alipokosa kupata pesa ili aweze kutibiwa, mwishowe huyu mtu aliangamia akiona wale marafiki alioekeza na wao, yani benki lile alioekeza na wao, wasingeweza kusimama na yeye wakati ule alipokuwa sasa anawahitaji zaidi. Lakini walipokuwa wanamhitaji ili aweze kuwekeza na wao, walimuuzia sera tamtamu, si ndio? Unajua hii pesa unapowekeza na sisi, baada ya mwezi huu utakuwa unazaa na asilimia fulani. Unajua kuna hii new offer imeweza kutoka, unapofanya hivi utakuwa unafanya nini? Utakuwa unapata hivi. Kenya najaribu kusema ni kwamba tukikosa kutunza nia zetu, tukikosa kutunza akili zetu, tukikosa kutunza moyo, sio huu ambao unasukuma damu, tunapokosa kuishughulikia zaidi, na pia sisi kutakuja kufika siku unapokosa kuishughulikia, kuna benki fulani mahali ambapo unawekeza, si ndio? Huko mahali unawekeza, siku zitakuja kufika ambapo sasa hili akili yenye ilikuwa inakusaidia kuwekeza huko na ulikuwa hauitunzi, sasa itakuwa inahitaji kuweza kushughulikiwa. Utaondoka uende pale kwa mali yako, uende ukaambie pesa, sasa saa hizi mimi nimekuwa mgonjwa, ama saa hizi sasa kimeumana, hata pesa zako hazitaweza kukusaidia katika maisha. Are we together? Na najua mtu anaweza kusema sasa pesa na moyo zinahusika aje? That is what we want to dig in. Tuweze kuona. Naomba mtu anisomee Matthew verse 5:27. Matthew 5:27. Matthew 5:27. Matthew 5:27. Mathayo 5 fungu la 27 na 28 pia. inasema hivi. Ndio. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Soma. No, sorry. Ilikuwa ni Matthew 5, not Matthew. Matthew 5:27. Hiyo 5:27. Okay. Endelea. Jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima uwe katika jehanamu. Naomba niulize swali tena. Hizi viungo ambazo zinazungumziwa ni mkono. Yaani mkono moja, ukiona kama huu mkono, yaani huu mkono hauwezi kaa hapa mahali moja, kuna venye wewe na kusumbua ukitembea, mara imeguza nguo. Biblia inasema kwamba ukate. Ni huu mkono unafaa ukate, au kama ni jicho uing'oe.
Si ni jicho ndio inaona? Si ndio? Jicho inapoona mke wa mtu na unafanya nini? Unamtamani, si ndio? Sasa mzee, utang'oa jicho? Hautang'oa jicho, si ndio? Lakini Biblia inaposema kwamba kama ni jicho litakufanya uweze kukosa ufalme wa Mungu ni uing'oe, inamaanisha nini? Kuna kitu ambapo jicho linapotazama, kitu ambapo haifai kutazama, hicho ndio kinafanya nini? Kinapata yani Kiswahili inapotea. Yani inapata hiyo Kiswahili. Okay, yani kuna kitu yenye unapotazama kenye hufai kutazama, unaona? Definitely there is one organ in the body, or there is one faculty that gets to be affected. So when the Bible says ya kwamba kama ni jicho la kufanya ukosa ufalme wa Mungu uweze kutoa, si sasa uweze kung'oa jicho utoe. Unaona? Kama ni kutamani, unapoona mke wa mtu anatamani, si ndio? Ni uweze kufanya nini? Uweze kuangana na hili dhambi, Mungu akusaidie kuishi. Kama ni kijana na hayo ni mambo yako, ufanye nini? Ili uweze kufungia majaribu haya nje. Paulo ametoa options, si ndio? Anasema kwamba basi itakuwa ni bora ufanye nini? Uweze kuoa. Are we together? Kwa hivyo naomba uregelee hiyo verse 28 tena. Inasema, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Sisi wa Kristo kuna mahali kila mtu anawekeza. Tunapowekeza katika hizi benki ambazo sisi tunawekeza, kenye namaanisha ni kwamba unapofanya zile vitu unazozifanya na ziwe hazimpendezi Mungu, ni uweze kukumbuka kwamba kuna siku itafika utakuja kudaiwa na msamaha ya yale yote ambayo unafanya nini, unayoyatenda. Na basi ikiwa ni hivyo, kuliko uweze kukosa ufalme wa Mungu, ni basi uweze kujifungia. Kama ni zile vitu ulikuwa unazipenda, Mungu aweze kukusaidia uweze kuzishinda. Ni sawa sawa kanisa. Kuna mambo mengi sana Mungu ameweza kusema, tunafaa tufanye nini? Tunafaa tuweze kuviacha. Kuna vitu vingi sana sisi kama Waadventista ambao Mungu ameongea na akaongea na anazidi kuongea na hata nyamaza mpaka siku ile ambapo kule katika ile hekalu ya mbinguni Yesu atakaposema kwamba imefanya nini? Imekwisha. Atazidi kutuambia kila siku nenda siku rudi, ya kwamba tukaweze kuviacha. Ni mambo mengi sana Mungu ameweza kuzungumza kwa Adventista. Mungu amesema ya kwamba unaposoma Exodus 5 verse 15 verse 26, Mungu anasema ya kwamba basi tukizitii sheria zake na amri, unaona, hakuna ugonjwa wowote ambao ataruhusu ikaweze kuja juu ya watu wake. Lakini kwa kuwa hatutii, kwa kuwa tumeshindwa kutii, sisi ndio wagonjwa, sisi ndio wale ambao wanalalamika zaidi, yani sisi ndio wenye shida zaidi duniani kuliko watu kuliko mataifa mengine. Hili ni taifa. Mungu anasema ya kwamba ukiona kama ni maisha hii ambayo unapenda itakufanya kukosa ufalme wake, basi ni bora ukafanya nini? Ni bora uweze kuomba kupatia nguvu ukaweze kushinda. Happy Sabbath. Happy day. Unajua sasa sote ni wagonjwa. Leo ni siku ya afya. Mimi leo si hapa kufundisha ile afya hiyo afya nyingine. Sote ni wagonjwa. Nani mwenye si mgonjwa hapa? Nicholas, uko mgonjwa? Are you sick? Not physically. Nick, are you sure? Not physically. Elamaina, are you sick? You feel you are sick. Nani mgonjwa? Nani kama kuna mgonjwa tafadhali? Kuna mgonjwa mali? Nani anahisi yeye ni mgonjwa? Au nani anasema yeye si mgonjwa? Wewe ni mgonjwa Alex. Unaweza kutuambia unaumwa nini? Kumbuka leo siku hapa sifundishi ile hii afya nyingine hii. Sote hapa tu wagonjwa. Si ndio?
kila mtu hapa ndani ni mgonjwa. Na kama tulikuwa sisi si wagonjwa, tungekuwa tuko wapi saa hizi? Mbinguni. Are we together? Happy Sabbath? Sote tu wagonjwa. Na kama tungekuwa sisi si wagonjwa, tungekuwa tuko hapa kanisani. Tungekuwa tuko wapi? Zile 1000 years. Kama ingeanzia 1888, baada zingekuwa zimeisha, si ndio? Hata kuna uwezekano mimi na wewe tusingezaliwa. Lakini kwa sababu tuliingiwa na ugonjwa. Naomba nisomee fungu kuu. Tuliingiwa na ugonjwa, na huu ugonjwa ndio unatukula mpaka leo hii. Na sisi tushajua ya kwamba tunaugua. Basi ili sisi kama wenye tunaugua, baada ya tuweze kujishughulikia, tuweze kupona, tumeng'ang'ana kuwekeza mahali ambapo hatufai kuwekeza. Tunaendelea kuwekeza huko, tunawekeza tu. Alafu kuna siku inafika sasa, unasikia sasa anakuja kusema wale wasiofahamu Mungu alimpenda. Yaani tulimpenda na Mungu akafanya nini? Akampenda zaidi. Basi akafanya nini? Akamtoa. Alafu anasema kwamba kazi ya Mungu haifanywi nini? Haina makosa, si ndio? Alafu mwingine anakuja kusema kwamba kama Mungu anatupenda kweli, mbona asingemtunza huyu asiweze kuugua kwa namna ile aliyoweza kuugua. Lakini huyo Mungu amesema, kabla hujasoma hiyo naomba mwingine aweze kunisomea hiyo Exodus 15:26. Huyo Mungu ambao mara nyingi watu tunamtaja kwamba alimpenda zaidi, basi akaona itakuwa ni sawa afanye nini? Mungu hakumchukua. Na ili mjue Mungu hakumchukua, tutasoma, nisome hiyo fungu. Exodus 15:26 nisome. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, Ndio. na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kanisa, Mungu anaongea lugha gani na sisi? Mungu anasema aje na sisi? Mchana huu leo anasema ya kwamba kama vile alivyowaahidi wana wa Israeli jangwani, na kwamba wakizitii sheria na amri zake na kusikia sauti yake kwa bidii, hatafanya nini? Hatatia magonjwa yale yaliyokuwa wapi? Yaliyokuwa Misri juu ya wana wake. Si ndio? The same thing, the same verse is still applicable in our lives even today. The very same God who led the Jewish nation in the wilderness is the very same God who is still leading us today. He is the very same God who is still speaking to us this day. And He is saying, if we will hearken unto His voice and obey His word and keep His commandment and the statutes, kuna magonjwa kwa namna yote ambayo ataruhusiwe kuja juu yake. Hakusema kansa, kanisa. Alitaja kansa hapo. Alisema ugonjwa wa namna wowote, si ndio? Iwe ni ugonjwa wa kiakili, iwe ni ugonjwa ambao unadhuru huu mwili, iwe ni ugonjwa wa kiroho. Anasema ya kwamba tukizitii sheria zake na amri zake na tusikie sauti yake kwa bidii, hatofanya nini kanisa? Basi tunapokuwa wagonjwa, uwe ni mgonjwa wa akili, iwe ni ugonjwa wa mwili, iwe ni ugonjwa wa kiroho, ni kwa sababu tumefanya nini? Kwa sababu tumefanya nini? Tumeasi sheria na tumekataa kufanya nini? Kusikia sauti yake. Na basi Yesu wakati ule alipokuwa yuko duniani, najua ya kwamba aliweza kukutana na wagonjwa wengi sana. Naomba tutafsiria. Nasoma Ministry of Healing chapter 5, the first paragraph of chapter 5 ya Ministry of Healing. Inasema ya kwamba many of those who came to Christ for help had brought disease upon themselves. Wengi waliokuja kutafuta msaada kwa Kristo walikuwa wamejitakia wenyewe magonjwa. Yet He did not refuse to heal them. Na hakukataa kuwaponya. So even this day God is still calling. Kwa hivyo hata sasa siku ya leo Mungu bado anatuita. He is saying, anasema, come unto me, njoni kwangu, and I will
give you help. na nitawapumzisha. And when virtue from him entered into these souls, And when virtue from him entered into these souls, na uponyaji, uponyaji ulipoingia katika watu hawa, they were convicted of sin. waliona ubaya wa dhambi, And many were healed of their spiritual diseases, na wengi hawakuponywa mwili tu, waliponywa hata magonjwa yao ya kiroho, as well as of their physical maladies. na pamoja na magonjwa yaliyokuwa ndani ya miili yao yakapona pia. Tumeona ya kwamba ugonjwa, mtu anapokuwa mgonjwa, si ugonjwa wa kimwili tu, mtu anafanya nini? Anaitesekea. Hata pia maisha yako ya kiroho unaweza kuwa mgonjwa, na huo ndio ugonjwa mbaya zaidi. Nisome fungu kuu tuweze kuona, je, huu ugonjwa, naona wengi wanalala. Jeremiah 17 verse 9. Verse 9. Nasema hivi. Inasema Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. moyo huwa mdanganyifu kanisa kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Moyo uko na ugonjwa wa kufisha. Sijui nani anaweza kumsaidia nielewe huko kufisha kwa Kiswahili ni yule Mswahili. Mama wewe ni Mswahili, hebu tueleze. Kuna wengine hawaelewi hiyo huko kufisha vizuri. Kufisha ni sawa na kuua. Ni sawa na kuua. Aha. Endelea Enda. Nasema hivi. Una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kujua? Ni nani awezaye kujua huu ugonjwa ulio ndani wa moyo? Enda, unaweza jua ugonjwa uko nao ndani ya moyo wako? Unaweza kuijua? Biblia imesema ya kwamba moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, na una ugonjwa wa kufisha. Halafu ikauliza swali, ni nani awezaye kujua huo udanganyifu ulio ndani wa moyo? Ni ugonjwa wa namna gani ambao uko ndani wa ambao uko ndani wa moyo? Ni nani awezaye kujua? Ni nani anayeweza kujua ule ugonjwa ambao uko nao ndani ya moyo wake? Yesu Kristo anasema ya kwamba Mama anasema ya kwamba wakati wa Yesu hakuwaponya tu mwili, bali alifanya nini? Aliwaponya hata ugonjwa za kinini? Za kiroho pia. Pia sisi tuko na ugonjwa. Sisi tunaugua. Unajua kuna kitu kibaya kama unaugua, unajua unaugua na unajua kuna dawa na umekataa kufanya nini? Kutumia dawa hiyo. Alafu kila siku ni kulalamika. Unasema kwamba mimi naumia lakini umefanya nini? Umekataa kujisaidia. Unajua ya kwamba ili Mungu aweze kutuponya magonjwa kama haya, ni mpaka sisi tufanye nini kanisa? Ni mpaka tuweze kushirikiana na Mungu. Mungu hawezi kuja sema ya kwamba nimejua wewe ni mgonjwa, sasa mimi nimeamua na kuponya. Atakuja kuuliza, je, ungependa kuona? Ni wewe useme ndio au la, si ndio? Unaposema la, anafanya nini? Anakanyaga kubwa na anaenda. Hata shinda hapo akisema, unajua nilikuwa nataka nikufanye uone, lakini sasa utaki, nimeona nifanye nini mimi niweze kwenda. Anakuuliza, je, ungependa kuona? Ukimwambia ndio, unapata kuona. Sabato iliyopita yule alipoulizwa, je, ungependa kuona, alisema nini? Alisema angependa kuona. Alipoguzwa mara ya kwanza akaulizwa, je, unaona? Akasema wana watu wakifanya nini? Ni kama miti, ni kama wanakimbia. Akaguzwa mara ya pili na wakafanya nini? A touch of faith. There's a chapter in this book inaitwa A Touch of Faith. Kanisa, we are sick, we are suffering, and we cannot save ourselves. We cannot heal ourselves. We are hopeless creatures. Our lives minus God, hakuna kenye tunaweza kujifanyia. Ni kama mtoto mdogo mwenye amezaliwa. Ukimwacha hapo alie, hataweza kujinyamazisha na hataweza kufanya nini? Kujiondoa hapo. Hopeless creature. We are hopeless. Without God, we are what? We are hopeless. And there is nothing good that can come out of us.
Naomba nisomee Proverbs 23 verse 26. Hata naenda nikimaliza. Proverbs 23. Somaji umefika? Verse 26. Soma. Nasema hivi. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. The Bible is saying, my son, give me thy heart. Mungu anatuomba siku ni mchana huo leo ya kwamba tukaweze kufanya nini? Tukaweze kumpea moyo. Kila mtu akaweze kupea Mungu moyo wake. Ni wangapi wangependa kumpea Mungu moyo wao siku hii leo? Hata mimi ningependa kumpea Mungu moyo wangu siku ya leo. Kwa Kizungu inasema ya kwamba, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. After giving God your heart, let your eyes zifanye nini? Zitazame njia zake. Unajua Biblia inaposema kwamba na uache nini? Macho zako zikaweza kufanya nini? Si macho inaona. Let your mind observe his ways. Macho yako haiwezi kuona njia ya Mungu. Mzee, macho yako inaweza kuona barabara hii hapa mpaka Kilifi, lakini macho yako haiwezi kuona njia ya Mungu. It's only your mind that can comprehend the word of God. It is only through your mind that God communicates to you. It is only through your mind that you communicate with God. Kama unadhani ukipiga magoti hapo unapoomba ile kusema Mungu naomba nifanyie hivi na hivi, you think ni mdomo inaongea? If you don't think carefully and unaomba, if you don't digest it, unaweza kuwa tu hapo tu unapiga kelele na hakuna kitu ya maana yenye unasema. So it is your mind that can see the ways of God. My son, give me your heart. And after giving God your heart, now let your heart observe his ways. Because if you will not do so, remember one thing, the heart is deceitful above all things. It will lead you into the ways when you ulikuwa ukifikiri kama unaweza enda huko. That very heart will lead you somewhere. Na utaweza kujitoa. So in every decisions that we make in this life, let it be our prayer ya kwamba Mungu aweze kutuongoza. Bearing in mind that we are hopeless without him. Bearing in mind that without him we are sick. Very, very sick. He is the greatest physician that ever lived, that is still living, and that will still live. It is only him who can cure us. It doesn't matter ni ugonjwa namna gani. Ni yeye tu anaweza fanya nini? Anaweza ponya. Unadhani Yesu alikuwa anajali sana kuponya watu wa ukoma? Ati alikuwa anataka tu kuponya ukoma na yeye? Hakuponya ukoma peke yake. Alikuwa anawaponya na wanafanya nini? Wanamfuata. Si ndio? Alikuwa anawaponya na wanafanya nini? They follow him. They follow him. Ama nani mwenye Yesu alimponya na alienda? Ni nani? Hata yule mwenye alikuwa amekaa pale at the pool of Bethsheba, alipoponywa, Yesu alimwambia chukua vitu zako unafanya nini? Na uende. Na hata kasahau aliyemponya ni nani? Lakini alienda akisema nini? Alipoulizwa mbona mbeba mizigo siku ya Sabato, ilikuwa ni siku kama ya leo. Wale Sadducees and the Pharisees walikuwa wamekaa. Today we are the Sadducees. Sisi ni wale we are the Sanhedrin. So Sanhedrin walikuwa wamekaa vile tuko hivi. Walikuwa wako pale kwenye sermon, unaona walipotoka hivi waona jamaa amefanya nini? Hapo na mablanketi zake wakaanza kumuuliza mbona ukajibebea mizigo siku ya Sabato? Unajua siku ya Sabato hufai kubeba malazi yako. Aliwajibu nini? Ninyi ongeeni kwenye mtaongea, lakini yule aliyeniponya alisema nini? Alisema nibebe vitu zangu na nifanye nini? Na niende. Na hiyo ndio wimbo alienda akiimba siku hiyo. Hiyo ndio sifa
alienda akifanya nini? Akitangaza. Alipoulizwa nani aliyekuponya? Mimi simjui, lakini aliniambia nifanye nini? Nibebe vitu zangu na nifanye nini? Na niende. Mpaka baadaye walipoenda tena wakapatana, akafanya nini? Walipopatana, yule mwingine aliyeenda kuponywa alikuwa na mashetani wale wengi zaidi, the legions. Baada ya kuponywa alifanya nini? Alitaka kumfuata Yesu Kristo, si ndio? Lakini Yesu akampatia wito, akamwambia rudi wapi? Nyumbani kwenu, uende ukahubiri nao wafanye kupata nini? Kupona magonjwa yale walikuwa wako nazo. Ndio baadaye Yesu aliporudi akapata yule bwana alienda akamtengenezea uwanja mzuri ya mahubiri. Aliporudi huko kulifanyika nini? Souls zilifanya nini? Souls were saved. If you are sick, Mungu akikuponya, don't just sit. He says, go ye into the old world. Doing what? Just sleeping and eating, kutafuta pesa zenye tutakupa tuache. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Najua saizi hapa tulikuwa tunaweza kuuliza zile ATM card zetu zitoe tuzipange hapa. I'm very sure. Si hatuna pesa. Wangapi wana pesa? Ndio, mko na pesa? Wangapi hawana pesa? I'm very sure. Zile ATM card zenye tuko nazo hapa ama zile bank account tuko nazo hapa zote, zile mabalance zikiweza kufanywa mahesabu ziekwe, I'm very sure zinavuka 15 meters. I'm very sure we are rich people. We have it. The money is there. Lakini hizi pesa zitupeleki kwa Mungu. Hazitupeleki. Hata 15 euro ni kidogo sana. Mzee, we are rich. Aren't you rich? We are rich people. We are physically rich, spiritually poor, mentally poor, physically rich. And when I say physically, sio hii physical, si ya mwili, we are health-wise poor. We are only financially what? Rich. And when you are poor, mwili huu unapokosa afya, you are poor everywhere, both the mind and the soul. Hata Mungu pia hawezi fanya nini? Kukokoa inakuwa ngumu sana. Let us read. Namalizia tu. I still have a few minutes to go. So, tusome Psalms 51 verse 10. Unajua tunapokifunga mwaka. So, acha Mungu azungumze na sisi. This month is over. Next month hiyo imeenda, pia hiyo ishaisha. So ni mwaka mmoja tunaenda kuanza 2026. Tunaingia na nini huo mwaka? Tutaingia tukiwa sisi ni magaidi au tutaingia tukiwa viumbe vipya? Ni wapi ama vipya? Nisome hiyo Psalms 51 verse 10. Mungu, uniambie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Biblia inasema nini kanisa? Hii ikaweze kuwa ombi yetu. Mungu akatufanyie nini? Akatuumbie moyo upya. Ili nini kafanyike, msomaji? Roho iliyotulia ndani yangu. Taifanya upya. Hiyo roho iliyotulia ndani yako, wacha ikaweze kuwa ni ombi. Mungu aweze kufanya nini? Akaweze kuiumba upya. Nani aliomba maombi haya? Ni Daudi, si ndio? Let me tell you. David was a king. He was financially stable, si ndio? He had everything. And David had a great mind, but to some extent he was spiritually poor. Na alipoenda akachukua mke wa Uriah, kwani alikuwa amekosa wanawake wengine in Israel? There were so many of them. Why Uriah's wife? He had just one. Akaenda akamchukua huyo, na mwisho akafanya nini? Hata kamwangamiza. Na alipomwangamiza, alitumiwa na nani? Anafunza Biblia. Na nani unamjua, mshamsahau? Nathan, si ndio? So alipotumwa aende kwake, unajua asingeenda mfalme, wewe umechukua mke wa mtu ukamfanya mke wako, alafu baadaye ukaua bwana, sasa wewe hufai. Angekatwa kichwa. Hakumwendea hivyo, alimwendea aje? Na hadithi, si ndio? Unajua kulikuwa na mtu
alipata wageni, basi yule tajiri badala achukue zile nini yake aweze kuchinjia wageni wake, akaelea yule maskini ile moja. Akasema mtu kama huyu anafaa afanywe nini? Afe. Alipitisha hukumu wa nini? Yake mwenyewe, na alikuwa ni nini? Ni kifo, si ndio? Kila mwenye dhambi anafaa kukufa. Every sick person, hukumu yake ni kifo. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have what? Everlasting life. We were supposed to die. Because God is love, he gave his only begotten Son. And his Son bought us through his blood. Na ile hukumu wa kifo ukafanyiwa nini? Ukaondolewa. Na Daudi alipojua ya kwamba basi yeye amejitolea hukumu yake mwenyewe, hakukaa kwenye kiti cha mfalme na aendelee kutoa amri kama mfalme. Alifanya nini? He wept. Alifunga na katubu dhambi zake. Na ndio anaambia Mungu ya kwamba katika hii sehemu uniumbie nini? Moyo safi. Moyo safi. Nasi pia tumuombe Mungu, tumekuwa sisi ni wauaji, atusaidie tukaweze kuwa na nini? Na moyo safi. Na isikome hapo tu. Nisome Ezekiel 36 verse 26. Ezekiel 36 verse 26. Nisome. Na ule wimbo watu wanaimba uniumbie moyo mpya. Hata mimi naomba huu moyo. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe ulimo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Mungu anatoa ahadi ya kwamba tunapoomba moyo mpya atafanya nini? Atatupea kanisa. Happy Sabbath, happy day. Unajua kama tungeelewa hii fungu tungesema amina sote, si ndio? Msomaji pale tu alilegea kikomo tungesema tu nini? Amina. Daudi alipoomba moyo mpya, Mungu hakumnyima. Hakumwambia kwamba unajua wewe hata ushaua mtu. Uraya alikuwa ni shujaa, alikuwa ni soja moja hatari sana. Mtu mwenye nguvu. Alikuwa ni mtu wa kufanya nini? Wa kuheshimika katika nchi ya Israeli. Mfalme akafanya nini? Akamwangamiza jenerali wake. Lakini alipoomba moyo upya, Mungu alimsamehe dhambi zake. Na katika kitabu cha Ezekiel, Mungu anatoa sasa ahadi. Anatufanya nini? Atatuumbia moyo upya, atatoa ile roho ya jiwe. Kuna watu kuna roho ni jiwe, yani hata tuambiwe nini hatusikii. Hatusikii. Tunawekeza tu huko. Tunawekeza tu huko. Alafu anasema ya kwamba Jeremiah 29 verse 11 inasema nini? Jeremiah 29:11 inasema nini? Unajua njia za Mungu inaweza kuwa wakati mwingine imekubana. Unaweza kuwa saa hizi uko hapa lakini kuna tu usingekuwa kwa hapa. Kuna tu kazi mzee ulipigiwa simu tu, hiyo kazi ni kama 20 hivi. Alafu kwa hapo unasema tu hii Sabath haki, ingekuwa si hii Sabath ningekuwa nimeweka 20k. Lakini juko hapa hiyo 20k imefanya nini? Imeongelea, si ndio? Lakini Mungu anasema ya kwamba ijapokuwa mambo yanaweza kuwa kama vile yanaweza kuwa magumu vile tunavyozitazama, kuna kitu yenye anatutengenezea. Nisome. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anasema nini kanisa? Anajua mawazo ambayo anafanya nini? Anatuwazia. Wakati mwingine mawazo ya Mungu na yetu yafanye nini? Si wakati mwingine hayaendeshani kabisa, si ndio? Mimi nawaza zangu hivi na Mungu anawaza huku, si ndio? Mara nyingi nitapata nini? Nitapata yale mawazo ya kwangu, yale ya Mungu nitafanya nini? Nitayapatia kisogo, si ndio? Lakini anasema katika hali zote najua yale mawazo ambayo nawazia. Naomba mtu anisomee hiyo fungu kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza inaleta maana zaidi.
yule Mwingereza aliye hapa ndani amesome. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, thoughts of peace and not of what? Of evil. To give us what? An expected end. Nani anajua unexpected end ni gani? Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called sons and daughters of who? Of God. Of God. Who do you think is qualified to be called the son and daughter of God? What kind of a person is qualified to be called a son or a daughter of God? Not everyone is a son and daughter. Not just anyone. Who is qualified? It is the one who does what? Who wears the armor of who? Of God. It is the one who has the righteousness of his son. So if we obtain his righteousness by accepting the death of his son on the cross, anasema ya kwamba he will do what? He will give us a new title. We will be called the sons and daughters of God. Na najua hiyo fungu iko wapi kwenye Biblia? That is what? First what? Na najua malio fungu kwenye Biblia. Mimi najua maliko. So, na najua maliko. First what? First John verses ngapi? First John chapter 3 verse 1. Si ndio? Inasema hivyo. Na wewe iko na kavipo katamu sana. Na nikimalizia naomba sasa kwa wale wenye wanasikia kwamba wamevunjika. Unajua kuna mtu anaweza kuwa ona yani mahovu imemsonga mpaka amefika mwisho, hana matumaini, hata kiomba na Mungu afanye nini? Asikii. Mungu anatoa matumaini. Kusoma steps to Christ 49, mama utanitafsiria kwa wepesi zaidi. Nasema ya kwamba you feel that sin has separated you from God. Unajihisi kwamba dhambi imekutenga na Mungu. That you are in a bondage of the power of evil. Ya kwamba umefungwa katika gereza la dhambi. Oh, the more you struggle to escape, na jinsi unavyojitahidi kushinda, the more you realize your helplessness. Ndivyo unavyotambua kwamba huna nguvu hata kidogo. Your motives are impure. Mawazo yako ni machafu. Your heart is unclean. Moyo wako ni mchafu. You see that your life has been filled with selfishness and sin. Unaona ya kwamba maisha yako yamejazwa na ubinafsi na dhambi. You long to be forgiven. Unatamani sana usamehewe. To be cleansed. Utakaswe. To be set free. To be set free. Ili uwekwe huru. He says, nasema, harmony with God. Kuwa katika harmony with God likeness. Unatamani kuiwana na Mungu vyema. What can you do to obtain it? Je, utafanya nini ili upate uwiano mwema na Mungu? It is peace that you need. Unahitaji amani. Heaven's forgiveness and peace and love in the soul. Unahitaji pia kusamehewa na upendo na amani katika moyo wako. Money cannot buy it. Pesa haziwezi kununua hayo. I repeat, money cannot buy peace, love and harmony with God. Narudia, pesa haziwezi kununua amani na uwiano mwema na Mungu. Neither can intellectual procure it. Wala mambo kama hayo hayawezi kununua hivyo. Wisdom cannot attain to the love of God. Hekima haiwezi kupata uwiano na Mungu. You can never hope. Huwezi kupata tumaini by your own efforts to secure it. Huwezi kutumaini juhudi zako kuyapata hayo. He says, anasema, but God offers it to you as a gift. Lakini tazama, Mungu anaweza kukupa hayo kama zawadi. But God offers it to you as a gift. Lakini Mungu anakupatia hayo yote kama zawadi. If you need peace,
Ikiwa unahitaji amani, if you need love, kama unahitaji if upendo, you need harmony with God, kama unahitaji uhusiano mwema na Mungu, He's giving it out for free. anapeana bure. He's not selling it Hauzi yeye, because it is priceless. kwa sababu hata haina bei. He gave His only begotten Son, Alimpeana mwana wake wa pekee that if we believe in Him, ili tukimwamini yeye, we can obtain His love, peace and harmony. tukimwamini yeye basi tunaweza kupata amani ya Mungu, upendo na umoja naye. It is yours if you will but reach out your hand and grasp it. Ni wewe ukiwa una ule ukubali, utanyosha mkono wako na kukubatia mambo haya. Hiyo ilikuwa ni matumaini kwa kanisa yote. Kwa vijana, Mungu anasema ya kwamba the youth especially stumble over this phrase. Sema tena. The youth especially stumble over this phrase. Kitazama sana, unaona vijana haswa ndio ambao wanakwaa katika jambo hili. The phrase is a new heart. Na neno hili ni moyo mpya. They do not know what it means. Hawajui inamaanisha nini moyo mpya. They look for a special change to take place in their feelings. Wanaangalia tu waone mabadiliko ya kipekee katika hisia zao. This they term conversion. Na hii wanasema kwamba ni mabadiliko. Over this era, thousands have stumbled to ruin. Na katika kizazi hiki wengi sana wamekuwa katika uharibifu. Not understanding the expression, Hawaelewi hata ule mvuto he must be born again. ya kwamba lazima uzaliwe tena. We must be born again. Lazima tuzaliwe kwa mara ya pili. So mara nyingi mnaonanga vijana wanashinda na earphone, wanasikiza zile music, akitoka hapo anasikia ni kama amefika mbinguni. When the music is off, what happens? Huyo mtu amerudi pale gizani, yuko pale pale. Mungu anasema ya kwamba if you're looking for peace, if you're looking for love and harmony with Him, He's giving it out for free. You don't even have to struggle for it. You don't even have to convince anyone in this church in order for you to obtain the love, peace and harmony with God. It is something He's giving for free. You don't need any link from any human agency to connect you with God. You can connect with Him anywhere, anytime. Anywhere, anytime. You don't have to pay even a single price. When Jesus speaks of a new heart, He means the mind. When Jesus speaks of a new heart, He means the mind. Yesu anapoongea kuhusu moyo mpya, anamaanisha akili, The life, mawazo, maisha, the whole being. the what? The whole being. Mwili mzima, mtu mzima. To have a change of heart is to withdraw the affection from the world. Kuwa na moyo mpya ama kupewa moyo mpya ni kujitenga na tamaa za ulimwengu. And fasten them upon Christ. Na yote mwelekezee Kristo. To have a new heart is to have a new mind. Kuwa na moyo mpya ni kuwa na mawazo ama nia mpya. New purpose. Malengo mapya And new motives. na mipango mipya. So if you need a new, if you're praying for a new heart, Kama unaomba ili upate moyo mpya, be ready. uwe tayari. Hata marafiki zako pia utakosa wengine. Those who surrounds you, Wale wanaokuzunguka itabidi umeanza kufanya nini? They'll be reshuffling. Si tunaagrii ya kwamba kuna kuonga na reshuffling wakati if you're praying for a new heart. If you offer such prayers, be ready. You're going to lose so many things in your life. Utakapoingia na kuomba ombi hili ya kwamba unahitaji moyo mpya, uwe tayari, maana utapoteza vitu vingi. What is the sign of a new heart? Je, ishara ya kwamba umepokea moyo mpya ni nini? It's a change of life. Ni maisha yako yatabadilika. Ulikuwa unaenda Paparemo, sasa umeacha kwenda Paparemo. Amen. Sisi kama tunaelewana. Ulikuwa unashika Paparemo na sasa umefanya nini? Unajua nikisema Paparemo, unajua Paparemo kuna nini huko, si ndio? Leo usiku tayari kuna Paparemo. We know what is taking place at Paparemo. Si ndio? Ulikuwa unapenda kuenda ile vintage, sasa umeacha kwenda vintage manini? Umeacha kabisa? Si ndio? Marafiki zako walikuwa ni wale mwikaa kidogo hivi ni moshi tu. Mtu amekuwa chimney, sasa you are no longer with them.
It's a change of life. You are reforming Amen. yourself. To have a new heart haimaanisha kwamba sasa hiyo akili utawekewa a new software huko ndani. It is that very very old one ndio inakuwa reformed. And the science ya kwamba it is reformed ni wale waliotakuwa uko na wao and the things yenye utakuwa unafanya. Kuna vitu ulikuwa unapenda kufanya na sasa usifanye. You are doing the opposite. That's a sign of a new heart. Sijui kama tunaelewana. Federica, tunaelewana? Tunaambiwa ya kwamba there is a day hourly dying to selfishness and pride. Soma tena. To have a new heart, Kuwa na kupata moyo mpya, there should be a daily, hourly, dying to selfishness and pride. kupata moyo mpya ni sharti kuwa na mabadiliko ya kila siku, kila saa, kila dakika ya kuifia dhambi. Na mimi nitakuwa nimemalizia hapa. Amen. Let us remember that it should be a prayer of every Christian. Na kwamba Mungu akaweza kutupatia moyo mpya. Amen. Let us remember that no one is too strong not to fall. Solomon was very wise. Hakuja kuwa na mtu mwenye hekima kama Solomon. Akaanguka. He was the first person kuleta dhehebu ya miungu katika nchi ya Israeli. Kupitia dhambi zake wana wa Israeli walijipata Babeli. Kupitia dhambi zake ulimwengu unateseka mpaka wa leo. Lakini atakuwa mbinguni. Swali ni kwamba je, wewe utakuwa miongoni mwa wale wenye walisema alioa wanawake 1000 na basi wengine nao wakaenda wakatwalia wanawake wengine huko na SOP inasema watangamia milele na milele walikufa katika dhambi hizo? Au wewe utakuwa yule ambaye atasema ya kwamba mimi nitamfuata Yesu Kristo yule aliyenifia pale msalabani? Mungu akaweze kuwabariki. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Basi kwa kufunga mahubiri hayo tusimame na wimbo namba 120.
Let us pray. Dear loving Father, we thank you so much for speaking to us, speaking for us, and speaking through us. Father in heaven, we are praying that you may give us your spirit, that you may lead us always. And above all things, Father, we pray that your will may be done in our lives. We pray that you may live in us. We pray that you may continue to manifest your will in our lives, Father. We are sick souls. We are sick beings. And without you, our lives are worthless. Without you, we have no purpose of life. Without you, there is nothing good that can come out of us. Therefore, we pray that give us your spirit, that it may dwell in this church, that it may live in us, that it may harmonize us, that it may help us to obtain peace, love, and harmony with you. And may you help us that on that day, when the name and the titles will be proclaimed, that we may be among those people who will be called the sons and daughters of God. Be with us this Sabbath. Be with us this noon. May you lead us, Father. Be with all children in this church. Be with the youths. Be with our mothers and fathers in this church, our parents. Continue to bestow your wisdom and understanding in our souls. Above all things, continue to lead and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray and trust. Amen.